Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua nafasi hii niweze kuwakaribisha nyote katika mahubiri ya jioni hii ya leo. Nataka niwakaribishe nyote mlio hapa na wote katika vituo vyetu sehemu mbalimbali, mahali mlipo, wacha Mungu aende kuongea nasi katika jioni hii ya leo. Nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Lucas Nzungu, lakini kabla hajasimama nataka tuweze kujikumbusha topic ya jana ambayo ilikuwa ni juu ya hukumu, na tukaangalia katika kipengele cha kwanza cha hukumu ambayo ni hukumu ya upelelezi, na katika kipengele hicho tukaona ya kwamba hukumu hiyo ilianza wakati ambapo Yesu aliingia katika sehemu ya pili ya hekalu lililoko mbinguni, na kipindi hicho kinaendelea mpaka wakati wa marejeo. Katika topiki hii ya hukumu ni topiki ambayo ni ngumu sana, lakini tunashukuru kwa sababu Mungu anaenda kutufunulia mambo makubwa ambayo hatukuwa tunayajua. Kwa hivyo wakati huu ningependa tuweze kufunga macho ili tuweze kuomba, tumkaribishe mtumishi wa Mungu aweze kusimama na kutoa neno la uzima. Na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, tunanyenyekea mbele zako katika jioni hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na uhai na uzima. Wakati huu tunamleta mbele zako mtumishi wako Pastor Nzungu atakaposimama kutoa neno la uzima. Baba, tunaomba utakase mawazo yake, tunaomba utakase nia zake na midomo yake. Tunaomba ya kwamba umtumie tu kama chombo chako, lakini Baba wewe mwenyewe kupitia kwa Roho wako Mtakatifu tuweze kusiasikia maneno ya mbinguni, maneno ya uzima ambayo yatatubadilisha katika mioyo yetu ili tuendelee kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wako. Kawe pamoja nasi na utubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Nichukue nafasi hii adimu kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wasalimu katika vituo vyetu mnapoendelea kututazama. Naamini ya kwamba Mungu ameendelea kuwa mwaminifu kwenu, na karibuni sana katika mahubiri ya jioni ya leo. Hope Channel Kenya inawaletea kipindi maalum leo kinachosema yawezekana hakikuzoeleka, lakini tutakifahamu. Mapigo 7 ya mwisho. Mapigo 7 ya mwisho. Mapigo 7. Si moja, si mawili. 7. Na neno 7 katika Hebrew setting, Hebrew economy, ni ukamilifu. Kwa hiyo yakikamilika haya, Yesu anakuja. Kuna marafiki zangu ambao mmeuliza mkitaka kujua Yesu aliingia lini chumba cha pili na kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato peke yake lina uwezo wa kueleza mambo haya kwa kina. Nitajitahidi kujibu, lakini leo tunaangalia mapigo 7 ya mwisho. 7 ya mwisho. Baada ya kila jina katika kitabu cha uzima kupitiwa na kila kesi kuisha, mahakama itafungwa. Na katika Ufunuo 16:17 angalia maneno ya Bwana yanavyokaa katika Biblia yako.
Ufunuo 16:17 anasema, na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu katika kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Maana yake kila jina limepitiwa. Wakati huo katika Ufunuo 15:8 anasema, hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe yale mapigo 7 ya wale malaika 7. Na kwa somo ambalo limepita jana, tumeona Yesu akimaliza kazi na sauti ikisema, imekwisha kuwa. Kwa hiyo kinachobaki sasa, kinachotakiwa kufuata ni mapigo 7. Mapigo 7 ni amsha ya kuandaa dunia kumlaki Yesu mara ya pili. Ni indicator, kama vile tunavyoona Mheshimiwa Rais wa nchi hii ya Kenya akitaka kuja hapa, itatangulia amsha. Tangulia magari, baadaye vimulimuli, pikipiki zinatangulia kuonyesha kwamba anafanyaje, na baadaye watangulizi watasema sasa anakaribia kabisa. Na watu wanakaa, watu wamesubiri. Mheshimiwa Rais unaweza kumsubiri muda mrefu. Akisema anakuja saa 8 au saa 2, anaweza akatokea saa 6. Meshasubiri sana. Na huwa hamchoki hapa duniani. Ila kwa Mungu mnasema Yesu amechelewa sana. Mbona huko hamsemi? Kwa hiyo kama unavyoona Mheshimiwa Rais vinatangulia vitu hivyo kabla Yesu yakuja, yatatangulia mapigo 7 ya mwisho. Na haya mapigo 7 yatabeba ujumbe, na saa hiyo hakuna maombi, hakuna chochote kinachotakiwa, ni amsha. Na hata watu wa Mungu waliokuwa waaminifu lakini wakicheza na dhambi, saa hii watajua wamekataliwa hata kabla Yesu ajaja. Pigo la kwanza, Ufunuo 16:2 anasema, akaenda huyo wa kwanza akamimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale wote wale wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kusujudia sanamu yake. Pigo la kwanza hilo. Pigo hili linafanana na pigo la 6 la Mungu katika nchi ya Misri kabla ya Israeli kuanza safari kwenda Kanaani. Kwa nini mapigo haya mapigo sio tumia lugha gani? Sio nadharia, ni halisi. Maana mifano yake iliwahi kuwepo. Angalia Kutoka 9 fungu la 10. Basi wakatoa majivu ya tanuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Kwa hiyo mapigo haya yaliwahi kuwepo na yalikusudia kuweka wazi ya kwamba miujiza ya uongo iliyokuwa ikifanywa na manabii na mitume na wachungaji wa uongo imefikia mwisho wake. Maana hata wao watakuwa na majipu mabaya ya kutisha. Nabii na mtume naye atakuwa na majipu ya kutosha.
Halo? Ili Mungu abaki peke yake. Katika Ufunuo 13 na 14 utaona ya kwamba hawa walikuwa wanafanya ishara za uongo. Sasa na miujiza ya uongo na mingine wanamtumia shetani kuifanya. Saa hii hata wao watapata majipu mabaya na hawana uwezo juu ya hayo majipu, kwa sababu hawakuwa sawa. Hii hali ya namna hii ya watu kufanya miujiza ili kuwepo hata Misri. Wachawi walikuwa wanafanya. Angalia sura ya 9, Kutoka 9 fungu la 11. Anasema, nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Haleluya! Usione leo na furaha. Hii ndio mwamuzi. Yaani hapa Yesu hajaja, anatangulia tu indicator. Wale manabii wote wa uongo mnanisikia, mliokwenda Nigeria, mliokwenda wapi, mnaokwenda kwa wachawi usiku na mchana makaburini, saa hii mutapata majipu na hakuna tiba. Na nyinyi mtakuwa nayo. Waumini wanakuja, baba mchungaji, mtumane nabii. Unamkuta nabii, yeye uso wote umevimba majipu. Mnakodoleana ili Mungu abaki kuwa Mungu. Angalia Kutoka 8 fungu la 19. Anasema, ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu, ni kidole cha Mungu. Na moyo wake Farao ukawa mgumu asiwasikilize. Kwa hiyo hata hawa manabii wa uongo na wachawi na kila mtu atajua haya mapigo yanatoka kwa Mungu, hatuna nguvu juu yake. Pigo la pili. Na huyo wa pili akamimina kisasa chake juu ya bahari, ikawa kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye uhai vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Fungu la 4. Pigo la pili na la tatu vinafanana. Na huyo wa tatu akamimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji zikawa damu. Pigo la pili na la tatu lina sababu kwa nini dunia, maji yote ya dunia ikiwemo na bahari yetu hapa, hii Hindi ya Mombasa hapa, vitakuwa damu. Fungu la 6 anasema, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na manabii, nao wameuapa damu wainywe, nao wamestahili. Kwa hiyo maji yote yatakuwa damu, na sababu walimwaga damu na bado watamwaga damu. Sasa ukiwa na majipu, unajipu, unaweza ukaliosha ukajaribu. Sasa utaliosha kwa nini? Maana ni jipu baya limetumbuka, na wakati huo maji yote ni damu, na damu sio iliyo hai, imeoza. Alafu likimalizika hilo la tatu, hili pigo ni halisi, not imaginary, kwa kuwa liliwahi kutokea. Kutoka 7:20 anasema, Haruni, Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyomwambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni, akayapiga mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, na hayo maji yakawa kama yaliyokuwa mtoni, yakageuzwa kuwa damu. Kwa hiyo pigo hilo ambalo ni la mwisho liliwahi kutokea Misri, sasa ni worldwide, litatokea maji yote ya dunia
Hakuna cha mfalme mashuhuri, sijui Amerika, sijui Urusi, sijui wapi. Pigo liko pale pale bila kujali kichwa. Piga maji yote, na ya kwenye glasi nayo ni damu. Kunywa. Hizo ni indicator za kwamba anakuja. Hapo bado hajaja. Pigo la 4. Ufunuo 16 fungu la 8 na la 9. Anasema, na huyo wa 4 akamimina tasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Fungu la 9, wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakamtukana Mungu, wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya hayo mapigo, wala hawakutubu wala hawakumpa utukufu. Una majipu. Wewe unajua sayansi ya Kiafrika ya kupona majipu. Unatumbua jipu, unaosha, unamaliza, unaweka mafuta. Si mmenielewa? Alafu unaleta kijinga cha nini? Cha moto, unaweka karibu. Vipi mguu? Unakamatwa ili wadudu wafe. Sasa hamutaletewa kijinga cha, ataleta jua. Kwa nini analeta jua? Maana jua lilikuwa linaabudiwa kama Mungu. Sun day. Unganisha maneno hayo mawili utapata Sunday. Kwa kuwa mliliwekea ibada na Mungu amewapa Sabato, mlikaikataa. Sasa atashusha jua kwamba Mungu wenu amekuja karibu apate kuabudiwa. Halo? Hicho kidonge kikali, chloroquine, lakini imeze. Maana yake, acha ibada ya miungu sasa. Wakati ni sasa wa kuacha ibada ya miungu. Leta karibu jua. Sababu za pigo ameliweka wazi Ezekieli 8 fungu la 16. Kwa nini jua limeletwa karibu? The worship of the sun lina century nyingi linaabudiwa kwa njia mbalimbali. Hata majina mengine ni ya kuabudu jua. Lioba, jua. Angalia Ezekieli 8:16. Anasema, akanileta mpaka wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama mlangoni pa hema la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zinaelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua na kwa kuelekea upande wa mashariki. Kwa waabudu jua ni wengi, ila limebadilika tu. Limebadilisha tu majina, limebadilisha majina. Mpaka likapewa na siku. Mungu anasema Sabato ya Bwana Mungu wako. Watu wakampatia huyu Mungu jua, Helios. Wakampatia siku ya ibada na akili timamu. Sasa ibada ya sasa, jua naabudiwa kwa kutajwa Yesu. Yesu alifufuka siku ya Jumapili, alifufuka Sunday. Kwa hiyo ukisema ni siku ya Bwana, watu hawaoni shida, ila ni ile ya Helios. Wagiriki walimuita Helios. Ndio ile ya Tamuzi, ndio ile ya Ishita. Yaani ina majina mengi, na kwa sababu nyinyi mnaliabudu jua, Mungu anasema sasa nashusha jua Mungu wenu mpate kumwabudu. Watu wakamtukana Mungu, maana yeye ana uwezo wa kulishusha, maana jua sio Mungu. Pigo la 5. Nenda ile sura ya 16 fungu la 10 na 11. Na huyo wa 5 akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama na ufalme wake. Na ufalme ukatiwa giza, ufalme wake ukatiwa giza,
wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu. Fungu la 11, wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakutubia matendo yao. Angalia fungu linavyokaa: kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya majipu. Ina maana mtu mmoja atapata mapigo yote. Mtu mmoja atapata mapigo yote. Kukitokea hili analo, akitokea hili analo, kutokea hili analo, mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke. Sasa ni wakati wa giza. Giza. Unajua giza la sasa hivi, ukiwasha tochi unaona. Giza hili hakuna cha kuwasha tochi. Ni giza kwa maana ya giza. Wengine mna spiritualize kwamba ni la kiroho, au wameishapotea, kwa hiyo wana giza tayari. Sasa wamepewa giza waliolifuata. Angalia, pigo hili liliwahi kuwepo, sio mara ya kwanza. Nenda Kutoka 10 fungu la 22 na 23. Hili pigo liliwahi kuwepo. Angalia, nasoma 22. Basi Musa akanyosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Hawakupata kuonana mtu na mwenzie, wala hawakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makaoni mwao. Haleluya! Katika pigo hili watu wa Mungu aliwahusu watakuwa wanaona, wanatembea lakini muovu aliyemwabudu mnyama na sanamu yake, akaliabudu jua, akakataa amri za Mungu, akakataa ukombozi ulio katika Yesu Kristo, kutakuwa na giza tororo. Mungu anachokuwa anafanya ni nini? Anairudisha dunia ilikokuwa, ilikotoka. Maana ukisoma Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Fungu la 2, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena giza. Anairudisha ili tuwe na adabu. Ili tuwe na adabu. Maana tumedanganyika mno. Sasa lakini wakati huu hakuna kinachosaidia. Pigo la 6. Pigo la 6. Angalia fungu la 12 na 14 mpaka 14. Ufunuo 16. Nayo wa 6 kamina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, njia itengenezwa kwa wafalme watokao mawio ya jua. 13. Nikaona roho 3 za uchafu zinafanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka ambaye ni shetani mwenyewe, kinywa cha yule mnyama mubadili amri za Mungu na mletaji wa ibada Mungu aliyoikataa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, mtengeneza miujiza yote duniani ya uongo. Fungu la 13. Hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita ile kuu ya Mwenyezi Mungu. Sasa dunia nzima saa hii itakusanywa. Wanadamu watapatana sasa kwamba wamebaki watu wachache, hatuwaoni wakipata mapigo haya. Kuna watu hawapati mapigo, tuwashughulikie. Sasa wanaingia kwenye vita ya kupambana na mwanakondoo ambaye anamiliki hao watu. Hii vita huwezi ukashinda, na kwa sababu ya uenda wazimu huu utakaoipata dunia nzima dhidi ya kikundi cha watu wachache ambao kwa mujibu wa Biblia ni hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, ambao nimetoa wito asubuhi na jioni
watu wa Mungu msikie, mujiunge mara moja kabla ya kufika mwisho. Wengi hamjasikia, mnafikiri tunatania. Saa hii dunia inapojikusanya iwashughulikie wasio na alama ya mnyama, wasioipokea chapa yake, wanapojikusanya wamefanya shauri moja, ndipo Biblia inasema linakuja pigo namba 7. Hebu litafune pigo namba 7. Lionje tu muonjo wake. Sikiliza, saa hii anayepotea atakuwa anajua mimi nimepotea, maana kila pigo analo. Awe msabato asiwe msabato, kama akusimama kwenye kweli, na yeye mapigo atakuwa nayo. Narudia, awe msabato asiwe msabato, awe mwananchi asiwe mwananchi, yani mahali popote alipo, mtu yoyote ambaye akuishi kulingana na nuru Bwana aliyoitoa atapata mapigo haya. Alikuwa anajua sabato, alibatizwa, lakini mtu wa kale aliendelea kuwa hai. Haya mapigo yanamuhusu, na yeye atakuwa na ufahamu wa wazi. Yeye atajua mimi nimekosa ufalme, na hasira yake itakuwa kubwa. Na yeye sahihi kama alivyokuwa Yuda, naye ataingiliwa na roho mchafu, na atawasaidia maadui wa watu wa Mungu, na ndipo litakuja pigo la 7. Katika Ufunuo 16 fungu la 17 na 18 anasema, na huyo wa 7 akamimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikisema, imekwisha kuwa. Pigo likoje? Pakawa kwanza na umeme, pakawa na umeme na sauti ya radi, na palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, ambalo tangu mwanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile lilivyokuwa tetemeko lile kubwa. Sikiliza, yale mapigo yote yamepita, sasa linakuja hili. Mungu anakomesha upumbavu duniani, na saa hii tetemeko kwanza. Maana ya tetemeko ni nini? Dunia inapasuka, inayumba yumba, mawe, miti, kila kitu kinaanguka. Nyumba kubwa zilizokuwa zinategemewa na watu zote hazipo, kila kitu kinasambaratika. Ndipo nenda fungu la 19, na mji ule mkubwa ukagawanyika mafungu 3, miji ya mataifa ikaanguka. Babi ule mkubwa ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Kwa kifupi, hata ule umoja waliokuwa nao wa kidini unakufa, maana sasa kinachoendelea kinawashinda. Unamuuliza nani? Maana hata kuongea uwezi, mdomo wote umejaa majipu. Alafu kuonana muonani. Ili Mungu awe Mungu, ukizungumza maneno ya Mungu watu wanadharau kwenye mioyo yao. Haya yanakuja. Yesu haji bure, anatangulia nguvu zake kwanza kutoa signal kwa dunia kwamba I am now coming. You despised me, and now I am coming with all the power. Ili muelewe. Na Biblia inasema katika fungu la 21, baada ya dunia imepasuka, ni maji na ni damu kila sehemu, alafu ndipo sasa kuja anasema mvua ya mawe. Fungu la 21, makubwa, mawe mazito kama talanta. Unajua talanta ni kilogramu ngapi?
Ngoja nikwambie, talanta moja ni kilogramu 50. Halo? Talanta moja kwa hizi kilogramu tunazo ni kilogramu 50. Kwa yanashuka mawe kilogramu ngapi watu wa Mungu? 50. Mungu zamani ulikuwa ukivunja sabato unapigwa nini? Mawe. Sasa watu wamefikiri kwamba Mungu hatapiga mawe. Atapiga. Wote walioiacha sabato, saa ya kupigwa mawe imefika. Piga kilo 50. Piga. Ya unakimbilia wapi? Maana hata ukikimbia linashuka 50. Na vunja miguu kwanza, pumbavu. Linamaliza miguu, vunja mguu mwingine, linashuka jingine. Piga kichwa, ubongo utengane, ili akili zako na wenzako zirudi. Lakini sasa mmechelewa. Nafasi ya wokovu ni sasa. Wakati ni sasa. Anasema ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, maana pigo lake ni kubwa mno. Yaani dunia imejaa maji kabisa. Imejaa maji. Imejaa maji dunia. Hili pigo liliwahi kutokea. Wangesema mchungaji, haiwezekani. Usidanganyike. Mungu aliwahi kulifanya kwa skeli ndogo, kuonyesha mapigo atakayoyaleta mwishoni ili Israeli waende mbinguni. Sio Israeli ndio huko, ili kule Israeli mashariki ya kati. Watu wa Mungu ambao wanaitwa spiritual Israeli waende mbinguni, waachiliwe waende mbinguni. Atatoa hilo pigo. Alafu angalia, liliwahi kutokea. Nenda Kutoka 9 fungu la 23 na 24. Anasema Musa akanyosha mkono wake kuelekea mbinguni, na Bwana akaleta ngurumo, namba 1, na mvua ya mawe, namba 2, na moto ukashuka juu ya nchi, namba 3. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Fungu la 24. Basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe, nzito mno, nzito sana, ambayo mfano wake au kuwepo katika nchi yote ya Misri tangu lilipoanza kuwepo taifa. Sasa hii ilitokea Misri in a small scale. Now it will be worldwide. Dunia nzima, kuanzia huko kwa Putin kwenda kwa Trump, kila nchi itapigwa. Kwenda kwa bwana mdogo wa Korea Kaskazini itapiga. Kila nchi. Sababu Mungu abaki peke yake kama Mungu, na watakatifu watakuwa bado wako duniani. Sasa unaniuliza, wao watakuwa wapigwi? Israeli kulikuwa na jua. Israeli kulikuwa na jua wakati huku kuna giza. Na ndio maana dunia ilikuwa imejipanga kuwaumiza, lakini imeshindwa kwa sababu Bwana ndiyo kinga yao. Bwana ndiyo kinga yao. Hii mvua ya Misri ilikuwa ni kubwa, alafu imechanganyikana na moto. Uliwahi kuona moto na mvua vyote vinakuja kwa pamoja? Kwani moto na mvua ni marafiki? Si mnategemea moto uzimwe na mvua? Hapa hauzimiki. Jua liko pale pale linaunguza. Halo? Jua liko pale pale linaunguza. Umenielewa hujanielewa? Jua bado linaunguza na hii shughuli inaendelea. Sasa mnisaidie. Hivi jua likiwa limeshuka, alafu bado linawaka linaunguza, na mvua inanyesha, maji yanakuaje? Ya baridi ya moto? Nataka uelewe Biblia, ya baridi ya moto. Maana ya majipu ni continuous. Kwa hiyo jua linayachemsha. Si mnataka ya moto, ogeni. Alafu damu nayo inaendelea, na ni damu inayochemka. Unajua ndugu yangu, haya yanaonekana kama vitisho, lakini ni reality. Kwa kuwa Mungu aliyaleta Misri, atayaleta kwa skeli kubwa na kwa ugumu zaidi saa ya mwisho. Fungu la 25 Kutoka 9:25.
na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwa mashambani, binadamu na mnyama katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti, kila kitu chenye kiburi. Unajua kwa nini wanyama watauawa? Wote hao watauawa. Maana sasa hivi kuna mbwa nao wanaoa. Sasa Mungu afanyeje kwa mbwa wanaoa? Sokwe wanaoa. Mungu afanyeje? Ni kuharibu kila kitu. Mbwa anayeoa, anayeolewa. Sasa nafasi tunayo ya kukata shauri na kumfuata Yesu tukiwa na akili timamu. Unajua nimetoka huku nafundisha taratibu, wengine wakanambia sasa mwishoni hapo unaonekana unakaza nati. Wewe ukiwa unapiga msumari umekaribia mwishoni, si unapiga zaidi ili uingie mahali pake. Ndio maana napiga sasa zaidi ili Bwana akusaidie kuona kile ambacho huoni. Angalia dunia itakuwaje sasa. Kwa haya niliyozungumza, dunia itakuwaje? Nenda Isaya 24 fungu la kwanza na la 3. Angalia fungu la kwanza. Tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya kuwa ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakaao ndani yake. Itakuwa tupu. Dunia hii itafanywa tupu. Fungu la 3. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Saa hiyo hakuna cha Miss nini hapa, Miss Mombasa. Mtu anaacha kula siku zote ili akonde awe Miss Mombasa. Konda hapa. Miss Kenya. Tudada tumejikondea. Miss Kenya huyo. Hapa hakuna cha Miss Kenya. Piga miguu. Paka Mungu abaki akiwa Mungu. Acha kiburi. Naposikia sauti ya Bwana, maana yake Mungu anakuita. Hakuna cha Miss Tanzania hapa, si Miss World. Hakuna. Eti wale wenye shingo ndefu, wale wa China ndio Miss World. Hakuna hapa cha mrembo. Mrembo ni mmoja tu ambaye Mungu anamfahamu, aliyezishika amri zake na kumwamini Yesu. Biashara kuisha. Kwa hiyo maamuzi ni sasa hivi. Acha kutania. Katika Ufunuo 14, baada ya mambo hayo sasa, baada ya mambo hayo, nabii anaona kinachokuja. Haya mambo wakati giza limetawala dunia, hali haieleweki, anasema sasa, ngoja mnisaidie. Hivi ikinyesha sasa hivi mvua na radi. Radi inaonekana kuwa kali sawa. Ile sasa hivi haitishi. Vipi kama ni usiku wa giza alafu inapiga radi? Inaonekana. Sasa Ufunuo 14 anasema, kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo wameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu, na juu ya kichwa chake na katika mkono wake ana mundu mkali. Haleluya! Na watakatifu waliokuwa mapangoni wameteswa, wameumizwa magerezani. Hapa hakuna tena gereza. Watatoka, wanatembea. Kuwe na shimo, hakuna shimo, haiwahusu. Wanatoka, wanatembea. Kwa nini wanatembea na uhuru? Ni kwa sababu sasa ni saa yao. Wakati ni sasa. Na anasema katika fungu la 15, malaika mwingine akatoka katika hekalu, akamlilia kwa sauti kuu, yeye ameketi juu ya kile kiti cha enzi, tia mundu wako ukavune, kwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Katika fungu la 16 anasema, na yeye aliyeketi juu ya wingu akatupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Sasa maana ya maneno hayo ni nini? Yesu alishayaeleza. Mathayo 13 fungu la 38 na 39. Anasema Yesu, lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu
ni wana wa yule mwovu, na yule adui aliyeyapanda ni Ibilisi, na mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Kwa hiyo Bwana atawatuma malaika sasa kushughulika na watakatifu, kushughulika na watakatifu. Waliokufa watafufuliwa. Hii ndio saa yao, hii ndio saa yao. Amemaliza kazi, na Biblia inasema sasa amemaliza kazi Yesu. Ufunuo 1:7, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwa nini kila mtu anamuona? Ilikuwa giza, sasa nuru anayo yeye peke yake. Ni yeye, ni yeye. Walikuwa namueleza pale Kizingo, ni yeye kabisa. Utakuwa umechelewa. Ufunuo 19 fungu la 11, 12 mpaka 15 anasema, na kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anaitwa Mwaminifu, wa kweli, wa haki, kwa haki ya hukumu na kufanya vita, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asiolijua mtu ila yeye mwenyewe, naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Fungu la 14, naye neno akafanyika mwanadamu, tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Aliyedharauliwa ndiye anakuja, na majeshi yaliyoko mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na ana jina limeandikwa katika vazi la paji la uso wake. Kwa nini jina hili? Wayahudi waliambiwa ni mfalme wa Wayahudi, walikataa. Sasa anakuja akiwa na yale maneno yaliyokuwa msalabani. Mfalme wa Wayahudi anakuja nayo akiwa ni mfalme wa dunia nzima, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ndilo jina lake. Anashuka duniani saa hii. Neno la Mungu anashuka duniani saa hii. Mfalme wa wafalme anashuka duniani saa hii. Bwana wa mabwana anashuka duniani saa hii. Huu ni wakati wa dunia kuvunwa. Huu ndio wakati wa dunia kuvunwa. Na Biblia katika Ezekieli 1:4 anasema, nikaona na tazama, upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini, na wingu kubwa sana pamoja na moto ukafanya duara ya nuru na mwangaza pande zote, na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu. Katikati ya huo moto pana kiti cha enzi, pana kiti cha enzi. Yesu anakuja, wingu kubwa mno anakuja. Na katika Ezekieli ile anasema pana viumbe hai 4, makerubi. Anakuja na ndani yake kuna gurudumu zinazozunguka na kupanda. Anakuja na magurudumu yanapoinuliwa na hao viumbe walio hai wanapaa. Anakuja. Na katika Ezekieli 1:21 hayo magurudumu yalikuwa ndani yake, yalikuwa hai, maana roho ya wale viumbe 4 ilikuwa ndani yake. Na juu yake, nataka hapo tujue katika fungu la 26, juu ya hilo anga palikuwa na kiti cha enzi, na aliyekuwa ameketi juu ya hicho kiti cha enzi ana mfano wa mwanadamu, na si mwingine
ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye anayekuja mwishoni mwa hayo mapigo 7. Yale mapigo 7 yanapofika mwisho, na Bwana akasema imekwisha kuwa, saa hiyo Yesu anashuka na utukufu mkubwa, anashuka, na saa hiyo itatangazwa. Maana watu wanasema hakuna ajuaye siku wala saa. Saa hiyo watakatifu watajua, maana Bwana ataitangaza, na watakatifu kote walikojificha watakuja hadharani, wanatembea powerful na nguvu, bila woga, bila aibu. Mapangoni wanatoka, magerezani wanatoka, milango inafunguka kama Paulo na Sila walipoimba, na Kristo anakuja. Wanabebwa na kuwekwa mikononi mwa wazazi wao ili ayafute machozi. Saa hii Yesu anakuja. Nini kinatakiwa? Maamuzi yanatakiwa sasa. Sasa nakuambia ni physical, yaliwahi kutokea na ni literally, na yatakuja. Yanahitaji maamuzi sasa. Utakaposikia tunatoa wito kwa kubatizwa, wito wa kuziungama dhambi, mtu wa Mungu, mahali uliposimama, tembea, kwa sababu ni wakati wa mwisho. Leo kata shauri ya kuiacha dhambi, bila kujali unasali wapi. Hata wanaosali Sabato ambao watakutwa na dhambi, mapigo yanawahusu, na watajua ya kwamba tumepotea. Bwana kubariki na kutia moyo unapofanya maamuzi jioni ya leo. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea, makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha.
wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Haya mazingira ya mapigo ni hatari. Zamani sana nilikosali mimi niliambiwa hii ni mifano. Sio mifano, ni halisi. Kwa sababu Mungu aliwahi kuyaleta literally katika nchi ya Misri. Wala hayaleti furaha hata ukisikia neno lenyewe linavyotolewa. Na wala si salama kwa mtu aliyeujua ukweli alafu hatimaye akapotea. Jioni ya leo, kama umesikiliza kwa umakini na umehisi hofu kwa sababu ya uhalisia wa namna dunia inavyokwenda kuisha, nawe unasema Yesu nisaidie, niwe mwaminifu, nimalize mwendo nikiwa salama, Mungu akusaidie unaposimama. Tuombe pamoja. Lakini hofu yako imekuwa kubwa na umetazama maisha yako, umegundua hata sasa unayo mambo mengi ya kutengeneza, na unasema moyoni mwako kwamba hata kabla leo haijaisha, pamoja na kubatizwa kwangu, kwa uhalisia wa namna nilivyosikia, usalama wangu ni kutoa moyo wangu kwa Yesu upya. Kama unatamani Bwana kuimarishe, umalize mwendo salama, na sasa akupe uaminifu wa kutazama yaliyopungua na kuyatengeneza. Nina wito ambao tunakwenda kuomba kwa ajili ya mtu, awe ameamini, amebatizwa, hajabatizwa, lakini anatamani jambo fulani lifanyike kwake, sense ya fahamu ya mambo ya kiroho, ili aweze kusimama. Maana mambo na mwendo unavyoisha ni jambo kubwa la hatari. Unasema kwa kujichunguza, bila maombi ya leo ninafikiri mwendo wangu hauishi vizuri. Sasa kama ni furaha yako kuanza upya katika Ukristo wako, ili umalize mwendo ukiwa shujaa, tembea, tembea. Tutaomba na wewe jioni ya leo. Tunakwenda kukabidhi mikononi mwa Bwana kwa namna ambayo wewe mwenyewe kwa nguvu zako hauwezi. Kwa kusikia tu umegundua huwezi kuvuka. Njoo tuombe kwa ajili yako. Umegundua kwa hali ilivyo huwezi ukavuka salama. Njoo tuombe kwa ajili yako ili upate kuvuka salama. Sijaita wa ubatizo, nimeita Mkristo ambaye amejipima kwa akili timamu, akagundua kuvuka ng'ambo nilivyo. Nahitaji uwezeshwaji wa nguvu za mbingu. Tunakwenda kuomba sasa, na katika vituo endelea kutoa wito. Na katika hapa Kizingo, kama kuna mtoto wa Mungu ambaye katika moyo wake anaona kwamba anataka pia sio kuimarishwa tu, lakini abatizwe katika kanisa la Mungu, na wewe wakati wengine wanaohitaji kuombewa wanapotembea, na wewe tembea uje.
tembea uje. Ubatizo ni juma hili. Na Bwana akubariki sana. Ubatizo ni juma hili. Kwa wale wanaojua ukweli, Biblia inasema ndio watakuwa maadui wakubwa wakati watakapogundua hawakusimama vizuri na wamepata mapigo 7. Watakuwa kama Yuda, na roho mchafu ataingia kwa nguvu nyingi. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya mkutano huu na kwa sababu ya neema yako. Sasa watu wako watarudi mahali pao. Yeye ambaye kwa mkutano huu mzima alialika mtoto wa Mungu yoyote katika mkutano huu, amehesabika ameshiriki katika mkutano kwa vitendo. Maana miti isiyozaa, yani mtu ambaye mpaka historia inafunga hakuleta mtu wa Yesu, shoka litawekwa katika miti ya namna hiyo na haitaingia katika ufalme wa mbinguni. Hiyo imewekwa wazi na mwenye kanisa. Sasa jioni ya leo, mkutano huu wa watu wako uliosimama tunauweka mikononi mwako, lakini zaidi watoto wako waliojigundua wanahitaji uweza wa kimbingu na wakasimama na kutembea hadharani ili Mungu wazungushie nguvu zako. Hawa ambao ni watoto wako, hata kama walikuwa na dalili yoyote ya kushindwa, wavushe ng'ambo wakiwa salama. Hawakuona aibu, maana umesema anayenionea aibu nami nitamuonea aibu. Sitalitaja jina lake mbele ya Baba yangu, lakini yeye asiyenionea aibu hadharani nitalitaja jina lake mbele ya Baba yangu. Na Baba anakusikiliza wewe, amekupa hukumu yote. Unainua mikono yako juu na kusema majina ya watu wako ya kwamba huyu naye nilimfia. Tafadhali watoto wako waliotembea kwa miguu yao na kuja mbele ya madhabahu yako leo, usiwasahau katika ufalme wako. Tunaporudi mahali petu, uwe pamoja na kila mmoja wetu. Tuende tukitafakari namna tutakavyomaliza mwendo wa mkutano huu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.